Na mitandaoni umesoma comment wanasemaje? Nani? Wapinzani mitandaoni kwenye comment. Wapinzani mpaka sasa hivi hujua wanyenye wanadai moto wa kifuu. Sasa wasubirie moto wa kifuu, lakini vifuu viko kwenye roba vimejaa. Si kazi yetu kuongeza tu. Sisi tunaongeza vifuu. Alafu kuna kuni za mninga ziko pembeni. Sio, umeelewa? Kwa hiyo captain wa wajinga amesema kabisa tarehe 1 shughuli ipo. Lakini shida transformation imefikia wapi? Nini? Si uliona comment jana? Transformation inahitaji vitu vitatu. Comment uliona kwanza? Transformation inahitaji vitu vitatu. GB comment uliona? Mimi hapa transformation inahitaji vitu vitatu. Wewe GB kwanza. Comment, kila mtu ana comment zake. Mimi nazungumzia comment ya basi mimi ninakwambia no comment. Nitamsaidia. Unaelewa? Captain anakusaidia sasa. Nitakusaidia kwenye mechi, tunazungumzia masuala ya mechi, masuala ya transformation nyumbani. Vipi lakini umeionaje Simba yako? Simba iko vizuri, Simba iko vizuri. Simba inacheza katika vile vitu vitatu ambavyo vinahitajika kwenye mpira. Yaani time, space na nini na commitment. Sio, umeelewa? Time wachezaji wanajua muda gani wakabe, muda gani wachezee, muda gani wafanye nini, washambulie. Tumetengeneza nafasi 4 kipindi cha kwanza, 2 tumefanya nini, tumezitumia. Na commitment iko hali ya juu kwa sababu mchezaji anayeanza anajua kabisa nje yuko nani. Sasa wewe Libe Segwe yuko ndani, Mpanzu yuko nje. Wewe unapofikiria yule Mpanzu pale anajisikiaje? Na wanamtaka. Si umeelewa? Kwa hiyo unakuta muda wote wachezaji wanakuwa wanatoa commitment na ufani inayotakiwa. Na mpira sasa hivi haumuhitaji Mbappe. Mpira sasa hivi unahitaji kitu kinachoitwa commitment. Mwaga jasho lako, jezi iloe, nenda kaipambanie timu. Kwa wana Simba mmeridhika sasa. Tumeridhika sisi. Tuko ball. Yaani hatuna wasiwasi. Au Liga ya Mabingwa ianze tena hatua makundi? Liga ya Mabingwa hivi ni vipindi ambavyo timu kubwa zinapitia. Kashapitia TP Mazembe, sawa kashapitia Wydad Casablanca, ameshapitia Zamalek ya Misri, sawa na Simba naye amefanya nini, amepitia. Ndio ukubwa wa timu kubwa. Captain. Naam. Vipi bwana? Bana poa. Captain wa wajinga malizia. Hiyo unamuita. Alishakubali. Mimi nataka kumsaidia lile aliloshindwa kujibu lile. Yes, ni kweli. Kwanza kwa mimi binafsi. Ile comment nilishuhudia kwa macho. Sikuambiwa. Kwa macho yangu nilishuhudia ile comment. Kiukweli tajiri aliteleza, naye ni wakati wake wa kuomba radhi kama wale vijana walivyoomba radhi. Ni wakati wake na yeye aombe radhi. Lakini sikauliza swali zuri. Hapana, lile swali kama kiongozi unauliza hadharani vile. Walisema wao shakataa, tulia. Subiri. Ndio. Ukojoa si haki yako. Ndio. Si ndio, lazima mkojo utoke kwenye mwili, si ndio? Ukikaa kwenye kibofu unaweza ukakuzuru, si ndio? Sawa. Vipi ukienda kukojoa mfano pale Mnazi Mmoja au kaburi moja pale? Unafanya nini? Unaonekana kichana. Lakini kukojoa si haki yako. Ina maana it depends which time, which place. Sio, umeelewa? Kwa hiyo inawezekana ilikuwa ni haki yake, lakini je, ni muda gani na ni wapi? Ndio vitu kama hivyo. Mlivuruga kidogo. Hivyo vitu vipo kwenye mpira, hivyo vitu vinatokea. Kila mtu ana taharuki yake. Tajiri kwamba tajiri alikosea. Mimi sifahamu. No comment. Sasa wewe unasema no comment. Lete mic huku. Mimi nimsaidie kwa sababu mimi sio namsaidia. Sema tu kweli kwa sababu nyinyi mliamua kuzungumza kwamba tajiri ni 1 2 3 na mkaomba radhi. Wewe tulia pembeni. Tutakusaidia sisi. Tajiri amekosea kwa sababu wewe ni kiongozi wa taasisi au wa timu. Hayo mambo yanakwenda kuzungumzika ndani, chumbani, kwenye vikao. Sasa unawaonyesha wazi watu wa mpira kwamba wewe na viongozi wenzako hamko sawa. Mna hitirafu, mmetofautiana. Sasa kabla kutuletea mambo yenu, nendeni mkayamalize kwanza huko, alafu ndo mlete. Unajua ukiwa mtu maarufu na mkubwa, comment yako moja tu. Ndio maana wengi mmemsikia mzee Mangungu anasema, swala la yeye kuuliza lile swali mfuateni mwenyewe, sio mimi. Alijibu leo kwa ukali kwa sababu tajiri amekosea. Siku zote tajiri akikosea naye mwambieni umekosea, ili ajue majukumu yake. Wewe ni bosi. Hayo maswali saa hizi GSM aenda ka comment kwenye peji ya Yanga, afu anajibiwa na nani? Yaani wewe tajiri una comment kwenye ukurasa wa Simba, akujibu nani? Yaani akujibu admin ndio akujibu. Chiko akujibu. Wanajibi. Wachambuzi wa mambo, wadadavuzi wanasema baada ya ile comment ni kama mchakato wa wanachama kidogo mmerudi chini. Wana Simba mnasemaje? Serikali ilishatoa maagizo, sawa. Mchakato wa Simba wa mabadiliko umedumu takriban mwaka huu wa 8, sawa. Lakini kuna vitu ambavyo vilifanya nini? Vilikuwa vinaleta pingamizi. Kwa mfano, serikali ilikuja sawa kupitia FCC, sawa fair, sawa competition committee. Umeelewa bwana? Kwamba vitu vitatu lazima virekebishwe. Sawa, kitu cha kwanza ukomo wa wanachama ufe. Si umeelewa Kitu cha pili, mwenyekiti wa bodi lazima atoke upande wa nini? Upande wa 51% kwa sababu ndio wenye nguvu. Sawa. Kitu cha tatu lazima tuwe na nini na wawekezaji wangapi? Watatu.
Sasa ukiona mpaka wanachama jana inatolewa go ahead kwamba wasajiliwe, tafsiri yake tunaenda na vile vitu vingapi? Vitu vitatu. Kwa sisi sasa, kwa mtu aloelewa anajua kabisa kwamba transformation yani soon it going to be well. Bwana, una Libase Geye hapa, una Starboy Alan Okello. Wewe mtu wa mpira, niambie nani hatari? Kwani mpaka sasa hivi nani Libase Geye ana magoli mangapi? Ana magoli mawili. Ana magoli mangapi? Mawili. Na assist ngapi? Moja. Okello si unamuona mchango wake kwenye mchango wa nini? Mchango kwani umeambiwa kuna msiba pale? Hakuna msiba pale, tunachohitaji namba. Libase Geye ana magoli mangapi? Mawili. Alafu Okello ana magoli mangapi? Hana goli. Kwa hiyo ona ndana nani? Sasa mimi nimekuuliza wewe si mtu wa mpira? Mimi sinakupa data. No data no right to speak. Si umeelewa? Mimi naenda na data. Data zinazungumza hivyo, kwa hiyo wewe sasa ndio utachagua nani bora. Libase Geye ana goli klabu bingwa, ana goli wapi? Kwenye ligi. Kwenye ligi anayo mawili. Si, kwenye ligi anayo mawili. Kule ana goli moja. Jumla ana mangapi? Mpaka sasa hivi tangu aje Simba. Na wote wamekuja dirisha dogo. Je, Alan Okello ana mangapi? Starboy. Bwana mjibu. Bwana ana mangapi? Alan Okello hana goli hata moja. Hana goli. Basi rudisha mic. Sio rudisha mic. Ngoja kwanza. Jibu na subiri kwanza. Ngoja kwanza nikwambie kitu kimoja. Umemuuliza swali la kuhusiana na Alan Okello na Libase, si ndio? Ngoja niwaambie kitu kimoja. Simba wamefanya usajili. Leo unaniona nipo hapa, nimekuja kuangalia game. Nimekuja kuangalia burudani. Asiweze kusema hivyo. Nimekuja kuangalia mpira. Mechi ya leo. Hawa wachezaji mnaowaona Simba wamewasajili. Ndugu zangu, mtawapa vyeo vya kila aina. Mtawapamba sana. Umeelewa? Lakini finally hawa wachezaji, nendeni mkawaangalia wanacheza na Dar es Salaam Young Africans. Hapa ndio utaona huyu mchezaji kweli, huyu sio mchezaji, kwa sababu Simba wanaleta wachezaji wazuri ambao wanakuja kucheza na timu kama hivi KMC, unamnyanyasa, unafanya unavyotaka, Ronaldinho wewe, Messi wewe. Lakini je, ukikutana na Yanga, hivi vitu vipo? Yuko wapi Elim Panzu? Kibe sawa. Elim Panzu, nisikilize. Wewe kwa nini usimpeleke kwa waganga wakamweka sawa? Nataka nikwambie kitu kimoja. Hawa wachezaji wote unaowaona hao, nenda kawaangalie tarehe moja, watakuwa na hivyo viwango, wanaweza umeelewa? Umemwona yule Haura? Huyu mtoto mdogo, unajua hawa Yanga GSM ndio shida, hawaangalii mpira. Unaikumbuka Asek akina Aura? Upande wa kushoto anatokea Aura, upande wa kulia anatokea mtu mmoja anaitwa Hauben Klamo. Si umeelewa? Alafu ndani pale amesimama Azizi, juu kuna Konate. Karim Konate. Sijui umeelewa? Ulaya Matili. Hiyo Asek anaikumbuka huyu? Naikumbuka, naijua vizuri. Mpira bado hajaanza kupenda. Wewe ulikuwa chuma tatu. Akome Zuzo. Anakaa wapi? Alikuwa anakuwa benchi na nani? Ina Haura. Hapo sasa. Hebu twende hapa. Ngoja, hapo nataka nimalizane naye. Wakati huo Pacome anawekwa benchi. Unaweza ukaniambia